haina chuki. Kazi ya Roho Mtakatifu haina uchunguzi kwa watu wengine. Huyu juu anakuwa hivi, lakini kazi ya Roho Mtakatifu, ile maji ya chemchemu yenye kutoka ndani ya mwili, ndani ya mto, ni maneno tu ambayo inaenda kujenga mwenzako. Sababu mtajiri kama amekuomba chumvi, hakusahau kama uko mpungufu, lakini nia yake imemtuma kwa kuanza kuchunguza, eske haiko jaliwa ambayo inataka kunipata, nimjilie vibaya, nianze kuhesabia mali yake. Lakini kumbe kama anakuwa ndani ya hitaji, nimtolee kile anachohitaji. Kwa mtoto wa Mungu hatuna kazi ya hukumu wengine ama uchunguzi. Mungu wetu alituma mwana wake Yesu Kristo ndani ya dunia, na Bwana wetu Yesu Kristo alitumika na wamitume, lakini wapendwa, alitambua udhaifu wao. Kwanza huyu Petro mwenye alishuhudia atamsaidia, ingelikuwa ni wenye kulipisha kisasi kama sisi binadamu, hangelisikizana tena naye na angemnyang'anya uongozi. Sio unajitapo utanisaidia, lakini alijua kama Petro ni mtu anamvikwa mwili, ni mdhaifu. Na wa mitume aliona udhaifu yao, na wakati aliona udhaifu wa mitume, wakati alifufuka alienda kuambia, msiogope, nitawatumia msaidizi akiwa leo. Lakini walikuwa wanasema wanaume wa ajabu. Sasa sisi tuko chai ya rangi, hatutaishi tena. Lakini walisahau ya kwamba sema nitabakia na nyinyi mpaka mwisho wa dunia. Kama leo katika magumu yetu tunasema Mungu hayuko tena. Katika furaha yetu, katika uwezo wetu tunajitapa na kujinua. Sisi tuna akili kuliko wengine. Sisi tuna uwezo, ijapokuwa yote ni mpango ya Mungu. Lakini wapendwa, katika hali zote tumpatie nafasi ya kwanza. Wamitume walipokea Roho Mtakatifu, wakapata tena nguvu ya kwenda kumtangaza. Na sisi nguvu zetu tunazitumikisha basi Roho Mtakatifu ndani mwetu. Tusifanye kazi kwa ajili ya macho ya watu, tusifanye kazi kwa ajili ya kujisifu, lakini kazi yote tuifanye kwa ajili ya kumsifu Mungu, na Mungu atutizame kazi tunayomtendea. Sababu Mungu ndio atatutolea alama, ndio atatuwezesha, ndio atatupatia hali yenye inatustahili, kisha kuchoka yetu, kisha kuteseka, kusaidia wasiojiweza, kutembeza kazi ya Mungu, kuruhusu wale wasioamini wapate kuamini kwa ajili ya ujumbe na matendo tunayoifanya. Wapendwa, ile ni mchoko kubwa, lakini mwisho wakati Kristo atakuja, tutaweza kuishi furaha na kupanguzwa machozi. Kumbe kweli tutende hii kazi, tusibakie katika manunguniko ndani ya maisha yetu ya taabu, lakini tumtegemee Mungu. Huyu ana uwezo. Tuache Roho Mtakatifu aendelee kutuongoza, aendelee kutupatia nguvu na bidii kwa ajili ya kukutana na Mungu wetu katika hali zote. Mungu abariki neno lake leo na siku zote. Amen.